In a world filled with countless voices competing for attention, one message stood the test of time. For generations, words have shaped history, inspired revolution, healed broken hearts, and transformed lives. Yet among all the other words ever spoken, none carries greater power than the word of God. It has inspired faith, shaped character, and transformed communities. Scholars would ask, what is the most powerful force in the world? Is it wealth, influence, or technology? But the Bible points us to something greater, the Word. A word that creates, restores, directs, and changes lives. Today, we explore how God's Word continues to guide, transform, and empower young people in a rapidly changing world. Isaiah 55:11 says, "So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which it is sent." My name is Kiprotich Gideon, and by the grace of God, today I'm joined by a man of God, a faith enthusiast, a Bible scholar. Many says he's Old Testament, but I say he's the present and the future. Karibu sana. Thank you. So, thank you, Gideon. yeah, bless you bwana, tumekumiss. Yes. Umepotea bwana. Nimerudi. I'm back. Karibu tena. Asante. The Blast Show bado sisi tuko wazima, tunashukuru Mungu kabisa. Yes. Now and today we are here to talk about the power of the word of God. And this is something that most young people they don't understand so much, and inakuwa ni ngumu kidogo kwa wao ku fit in na kuelewa. But before we begin that, just introduce yourself. Let people know who you are. Okay, praise Jesus, and my name is Patrick Wanjao Wainaina, and I'm happy to be here, and thank you. Okay. Yeah. Asante. Hey, introduction ni fupi sana. Introduction haina mambo mingi. Anyways, before we begin diving into the power of the word of God. You know, June is an international men's mental health awareness. And it is very important because men of God, men outside there, those believers and unbelievers, they always go through something. And this month, as we commemorate the mental health awareness of these men, what would you say to this young man, this who is struggling with something? Okay, the first thing I will say, kwanza tukirudi in the Bible, wakati Yesu alikuwa aende to the cross before, in the prayer garden in Gethsemane, ukiangalia, even Jesus alihitaji mtu wa kuwatch na yeye. And he called Peter and James and akawambia, watch with me. So to a young man or any man out there mwenye ana struggle na mental health, you need someone to talk to. Kama Yesu alihitaji mtu wa kuomba na yeye, na the Bible inasema he was sorrowful, even sorrowful toward death, but he still went to the cross. So you need someone to talk to, and most importantly, huyo mtu anafaa kuwe mtu mwenye anamjua Mungu, anamuamini Mungu, because sometimes tunaweza kuwa na advices mingi, but we change nothing. But God ana change everything. Amen. Amen. Thank you. Amen. So to every man outside there, it's okay not to be okay. It's okay to feel down. It's okay sometimes even to break down, because after all, you are human. Unajua njao hapa anaweza sema, unajua tulelewa ukiambiwa wewe ni mwanaume bwana, atakufa kimwanaume. In this moment hakuna za kukufa kimwanaume bwana, because hakuna kulia. It's okay to break down. It's okay not to be okay. Amen. Anyways, thank you for that. This month we'll make sure that we continue encouraging men to be vulnerable to someone. Let them talk. When they are down, they are going through something, let them not die with it. Yeah. That is wonderful. Now, let's go back to our main topic today, which is the power of the word of God. What is first the word? Let us not assume that kila mtu anajua the word. What is the word? According to Hebrews 4:12, the word is living, the word is powerful, and the word is sharper than two double-edged sword. Yeah. So, nitatumia my own experience. I started reading the word, and I read the word hata kama sikuwa understand. And I read the word for a long time, and I read a word, and I read many chapters.
I could read the word in the morning, I could read the word at night, in the middle day, and the word now started speaking to me. In the first, haikuniongelesha, I was just reading it, but nilitaka the word to speak to me, and the word now started speaking to me. So the word is living, the word speaks, the word is powerful, the word transforms. My life ilianza to transform when I continue reading the word. Sometimes I could sleep at night and I dream about the word, and I wake up checking the Bible and the word is the Bible. And I realized even today God speaks through dreams, and he was directing me to read the word. And I continued the word all throughout. Yeah. Now, that is wonderful, and I love it. There is something you said which is it's kind of very important, and I would like to ask, what inspired you? Because you said that you continued reading the word even when you did not understand. What inspired you that time? What inspired me, I started, first of all, I had a friend and with Aka, and we had some other friend, Brasho, the people we were working together, doing so many things together, playing football together. And we asked ourselves one day, we can start our Bible studies, and now we started reading the word together, discussing the word together. Hatukuwa tunaelewa, ingine hata sometimes tulikuwa tukikutana hizo discussion. Sasa later on ndo tuli realize tulikuwa tunaisoma the wrong way because hatukuwa tunapata kitu. But tukirudi in the back of the Bible, wakati God anatuma Moses to aende awatoe wa Israeli from Misri to Canaan, ukiangalia God ako so intentional to mtu mwenye analign himself on his presence. Because Moses aliona the burning bush na akasongelea. Kama angeenda away, angeachana na aseme mimi sielewi mambo. Maybe God angetumia mtu mwingine. So I think hiyo step ya sisi ku align ourselves to the word of God na tukaanza ku read, God saw our intention, and God is so merciful that akatupea the Holy Spirit, and the Holy Spirit sasa ndiye alianza kuturevealia the word of God. Yeah. Okay, I mean this thing is kind of difficult, you know. Kwanza Bible watu wengi husema ina bo. Yeah, it's a boring book. Watu wengi husema ina bo. And then young people, you know, this generation kwanza atupendi kitu inatusumbua, atupendi stress. So the first moment they read and it doesn't get into them, they stop reading. I really want to know that one thing that kept you moving every day. Leo nimesoma hii kitu ijaniingia sijaelewa, but tomorrow I have the zeal to go on and on and on again. Yeah. John 1:1. In the beginning there was the word. The word was with God, and the word was God. So, ukiangalia this word, who is this God? Mwenye word inasema the word was God. This is Jesus. And we realize preaching yenye tunapata kila Jumapili haiwezi tusaidia kumjua Mungu zaidi. And so tukaamua sasa tusome Biblia wenyewe. And so the encouraging word, this word is God. So this word is Jesus. So when you take the Bible and you start reading, you are reading Jesus. Okay. Yeah, because the whole Bible from Genesis to Revelation, it talks about Jesus Christ. And one thing, as a young man or any man or anyone who can encounter Jesus, there must be a radical transformation. And in that word, we encountered Jesus. And there was transformation. And now, whenever we read the word, tunapata a new revelation. You can read the word today, ulipata a different revelation that time, today unapata a different revelation. That's why nasema the word is living, the word is powerful, the word is sharper. Yeah. And also another thing, ukiangalia the story of Timothy, and he influenced sana when Pastor Paul was saying, that Apostle Paul was saying that the faith that was in your grandmother Lois is in your mother Eunice. And I can see it also in you. So, wakati unajialign in kwa hiyo the presence of God, the word of God, unapata hii, so watu tunaongeleanga generation curses going down. So pia kuna generation faith. Hii faith ilikuwa kwa grandmother Lois of Timothy.
imeenda kwa her mother, Eunice. And now Paul anaiona kwa nani? Kwa Timothy. Yeah. So sisi kama young children, young men and young women out there, my generation mostly is the Gen Zs and the millennial, tukialign ourselves to the word, hata if faith ita transform downwards to our generation. Also, I can add something on the story of in the book of Genesis 18. Genesis 18 unapata wakati Abraham anaencounter God. God alikuwa anaenda kudestroy Sodom. Na God anasema, huyu Abraham ni rafiki yangu. Mbona nimfiche? Na nataka afunze watoto wake waende katika njia zangu, waziheshimu njia zangu na obey my commands. Na unaona God ana reveal to Abraham kitu anaenda kufanya wapi? In Sodom. So whatever is past today, if wewe mwenyewe ukikuwa rooted in the word today, utapass it to your generation, utapass it to that friend of yours mwenye mnatembea na yeye, anakuona una read the word, na yeye read, akianza ku read. And that's why it's the most important thing today you can do and help a young man. Take her to the word of God, because that ni kama unampeleka to Jesus directly, because this word talks about Jesus. Yeah. Why should we read? Why should we keep reading this word day in, day out? Day in, day out. One thing, the word of God is spirit-breathed. Men who wrote the word of God were moved by the Holy Spirit. And Jesus said, I must go that he comes, and he will reveal the truth to you. He will make known all the mysteries that are hidden, the mysteries of God. So today, wakati tunaenda to the word, wakati tunaenda to that word, the Holy Spirit ndiye anatusaidia. This is the grace, and the Holy Spirit is the spirit of grace. But pia wewe lazima kuwe intentional to it. You can't say you want to know God and you flip open the Bible and say, God ametaka nisome hapa. You read a verse and you close it and you go on your way. No, you must be intentional, and the word will start speaking to you. The word talks. In John 15:3, Jesus tells his disciple, you are already clean because of the word I have spoken to you. So the word cleans. So I will encourage every young man, every young woman, go to the word. Even today, God speaks through his words. Yeah. Amen. That is awesome. And now, someone would ask this question. What's the difference between reading the Bible and reading these normal books? Someone amesoma novels zimejaa hivi, and he's yet to read the Bible. Yeah. What's the difference between these two books? Yeah, the difference between these two books, like in high school, hata unajua kulikuwa na hizo set books. Hiyo set books ukiread, ukimaliza na hiyo story, hauitaki tena. Bora mfanya mtihani. You have the story. Ukisema uirudie, it's boring. Kabisa. But when the word of God starts speaking to you, utai read so many times. Because I remember nimesoma the Bible from Genesis to Revelation, and I'm now still reading it. And Revelation ilikuwa napata pale mbele, napata it more differently. God bado anaendelea kuspeak. And the Holy Spirit can reveal the word. So there are so many spiritual books of which they are good. But one thing I found out, ukisoma the word is different. Because, nantarudia that point, the word imekuwa breathed by the Holy Spirit. Yeah. So, na Holy Spirit, all believer, any believer on this earth, life yake yote ana depend on the Holy Spirit. Yeah, life yake yote ana depend on the Holy Spirit. So, these spiritual books are good, but go first to the word. Read the word until the word start reading you. Ianze kukuongelesha. And then hapo ndio unapata kuna watu hadi wanaandika vitabu. Kwa nini? They read the word kwanza. The Holy Spirit akawarevealia, now they can write these spiritual books. Yeah. Okay. Yeah. Now, a powerful question is here, and I think most young people are asking even now. Can the word of God still transform lives even now? Yeah. How? Yeah. The word of God transform life even now. There's this guy, nitatumia example of this person. He was praying and asking God,
na alikuwa anauliza Mungu vitu ngumu sana. Na Mungu akamwambia hizi vitu unauliza ni beyond wewe. Uliza vitu zenye zinachezea kwa level yako. This is the guy mwenye ali-realize mwenye God alimrevealia there are so many products yenye zinatokana kwa peanut butter. And this guy alikuwa the inventor of all the products zenye zilitoka kwa the peanut butter. So the word of God in a changed life. Yeah. Okay. Yeah. Can you give us perhaps a personal experience how the word of God has transformed your life? Yeah. According to me, kuna kitu the word of God ilini change. Unajua formerly or currently mimi I'm a CCTV technician. And that's the work I'm doing, and I'm doing every day. And every day I read the word, and every day niko kwa hiyo site. Sometimes inakuwa hard. But God ananikumbusha from his word that you have the Holy Spirit anafaa kukusaidia. Sometimes I even say a short prayer from inside, not verbally. Holy Spirit, help me in Jesus' name. And something crossed my mind. And najua hii si mimi. In the Holy Spirit ananiambia do this and this, and you will be successful in this field. So, but before the word transform your life, God it must transform you first. Lazima ukuchonge. There was a time I could pray, I could cry more, I could read the word. My life is not changing, but God was changing me. Yeah, the process, we must trust this process, of which kwa my generation imekuwa ngumu, the millennial and the Gen Z. Hatutaki the process, but nataka that transformation yenye tunataka from God. But kuna hiyo process. The more you read the word, the more you pray. How long? Yeah. How long? Because now umesema tu vizuri, generation yetu hatuna patience. Kwanza Gen Z hatuna patience kabisa. So how long should we wait? I've started reading the word today. How long should I wait for this transformation to come? I think hatuwezi pair the duration, but God ako so intentional. Akubadilishe wewe kwanza, ndiye abadilishe maisha yako. So sometimes sisi wenyewe tunakata kubadilishwa, tunakuwa kwa ile state ya kuanza zero kila wakati. Zero kila wakati. But wakati unakubali the process, Mungu akubadilishe. Akisha kubadilisha, hataki uenende katika njia zake vizuri venye inafaa. Utapata after hapo pia anaanza kubadilisha maisha yako. Unaanza kuona vitu zenye zilikuwa zinakaa ngumu. Umeibarikiwa. I think mimi kuna wakati nilipata kazi kubwa mpaka nikaona ni kama natenda dhambi. Juu imekuwa ngumu sana. The process ilikuwa so hard mpaka unaona ama nalipisha huyu mtu pesa mingi, but ukiangalia hiyo kazi ni kubwa, ni worth it. So haukuwa unapata kazi kama hiyo kubwa. Hiyo wakati ulikuwa unalilia Mungu sana, unasoma neno sana, unaomba sana, there's no change. But God will change you first. But lazima utrust the process, lazima ukue humble, lazima ukue patient, lazima wait. Yeah. Now wait, hapo tu. I want you to take us through this process. God changing you, and then God changing your life. Yeah. How does God changing you look like, and how does God changing your life looks like? God changing you, it's painful. So painful, because na nitatumia an example, the owner of KFC, Kentucky Fried Chicken, anasema wakati alipokea Yesu Kristo, ali lose most of his vocabulary. Na unajua hizo vocabulary ni gani? Ni those bad words mtu anatamkanga. So wakati mimi niko in that process of transformation, God anatransform mimi mwenyewe, I had to lose some things. Vile naongea, kuna mambo hizi toka kwa mdomo yangu, kuna mambo hata ukikasirishwa, ukikosewa, that ina maana anakuambia no, wewe si wa hii kingdom ya kuongea hivi. That's not you. Yeah, because Jesus anasema love those who hate you and pray for those who persecute you. So unapata this process ni painful. Unapata huyu jamaa amenikosea, inafaa tumalizane. But una realize sasa no, God attack you. I'm a different man today. I'm a transformed person. I love Jesus and I'm living for Jesus. So your process inakuwa painful, and people will hurt you. Mostly people will hurt you. Watu watakukosea. Utapata frustration even kwa hiyo kazi yako. But God ana expect
the same way Jesus walked in all holiness and all righteousness. Hivyo ndio God ana-expect sisi wa believers tutembee hivyo, kwa sababu ametupea Roho Mtakatifu. Jesus, kama kuna mtu alipenda Roho Mtakatifu ni Yesu. Na Yesu, all his journey, the 3.5 years aliproclaim the gospel, alitegemea Roho Mtakatifu. Ukisoma Luke 4:18, hiyo ni wakati Yesu ametoka in the wilderness, alafu amekuja to the temple, alafu akachukua the book of the prophet Isaiah na akasema, the spirit of the Lord is upon me to preach the gospel, to set the captive free, and also akasema to proclaim the accepted year of the Lord and to heal all. So ukiangalia God, mwana wake fully man on earth, alitegemea Holy Spirit kutenda hayo mema yote. Mungu leo amekupea mimi na wewe Roho Mtakatifu tutende hiyo mema yote, tutembee na hiyo holiness na hiyo righteousness. Na so kwa hii njia, kwa the same njia, Yesu alikuwa spit on, Yesu alipigwa, Yesu aliitwa baka, walimuita demon, si ndio? Walimuita the prince of demon, Beelzebul, aliitwa demon. So hizo persecutions zitakuja. Ni painful na ni uchungu, but we have to maintain holiness and righteousness throughout. Yeah. Now, God changing your life. Oh, God is changing your life. So umekubali the process, God amekubalisha. Now open doors zinaanza kukuja. Sometimes kuna period napanga kazi hadi kazi inanilemea. Yani si ati inanilemea, yani uko in a site, a big site yenye inakuchukua muda mrefu. And also kuna wengine wanataka pia wafanyie kazi. Uende wa install CCTV. So hiyo ndio vitu ime happen in my life. Sometimes it's hard, but unapata doors ina open zenye uelewi how it's happening. Baka ndio nakwambia unashanga ama nafanya dhambi. Juu sasa baraka inaanza kuwa mingi. So but the process first is painful, but we have to go through it. Kama Yesu alienda through it. Na unajua Yesu yake ilikuwa mbaya juu hadi alikufa, ilibidi akufe kwa sababu yangu na wewe. So we have to trust the process, because anasema pick up your cross and follow me. Yeah. Okay. And now there is a word in the book of Isaiah chapter 55 verse 11. Venye Mungu anasema ya kwamba my word that I've sent shall not return to me unless it accomplish the purpose of which it was sent. And now if that word is to go by, how serious is it? Yeah. Ni kweli the word of God ikitoka haiwezi rudi bure. It will not come back hivyo tu. Ikitoka Mungu akisema ni leo. Because through prophet Joel, ukiangalia in Joel 2:28-29, God say, and in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Your young men will dream dreams, they will see vision. Unaona? And Peter anakuja na tukonfirmia in Acts 2:17-18 that hii kitu mnaona ni what was prophesied long ago by God through prophet Joel. So neno la Mungu halirudi bure. Mungu akisema amesema, na Mungu ni mwaminifu sana. So that's why unapata leo unapata someone dreamed atakuwa mtu fulani. Inaweza take hata 10 years. Huyo mtu in fact anapata na shida mingi sana, baka anajiuliza na nitawahi tokea kweli? Hapa hakuna hope ya kutokea. Mungu hii neno ulisema itawahi kuja fanyika, but itakuja fanyika. Kama God amekupromise na God amesema neno lake itafanyika. Amen. I love it. I love that. Now there is a word also in the book of Proverbs chapter 18 verses 21. The power of what we speak. The power of the words of our tongue. How different is this word of ours and the word of God? Yeah, different na hiyo the word of God and our word, but all tongues has power, iko na power. But the word of God is most ni powerful. Because ukiangalia Jesus alikuwa anasema what comes from your heart ndio inakuwa exposed outwardly. Hiyo yenye unatoa na mdomo yako ndio iko kwa moyo wako. Hiyo ndio iko kwa moyo wako. And so ukiangalia the word of God is so powerful that God siku zote anatuongelesha kama watoto wake. Mimi na wewe saa hizi tunaweza ongea kama mawadi zinatoka kwa mdomo yangu zitoke ni curses. But God, ukiangalia God tukirudi pale nyuma,
at that point yenye aliambia Moses Moses aliambia Mungu kama uendi na sisi mimi hata hawa tusiongozi tena. But God anaambia Moses, you have found grace in my sight. So unaona, as much as God anakuwa angry, bado ako tu na ile neema. Kuna ile neema tu bado ako na ile huruma zake kwa mwanadamu. Na God alisema, you have found grace in my sight, na nitaenenda na nyinyi. But saa hizi wewe ukisema si hatuendi wewe umekosa, umefanya hivi. So the word of God ni powerful, na word of God inakuja na neema. Ukisoma Colossians 4:6, the Bible says, na maneno yenu yawe yenye neema. Unaona, and those words, they should be salty. Yeah, but sasa kitu inatusaidia our words to be salty and full of grace ni the Holy Spirit. But God is holy. So the word of God is powerful. God is almighty. Yeah, God is sovereign. Yeah, God hakuna akisema amesema. God is a faithful God. Ukiangalia wakati wa wana wa Israeli, wakati God alinstruct Moses waunde the Ark of the Covenant, this is what God did. God alisema waunde the Ark, wakaunda hiyo the Ark. Hiyo Ark ndani yake akasema waput the testimony. Hiyo ni hizo 10 commandments. Hiyo ni ndani ya Ark. Juu yake Mungu akasema wabuild nini? The mercy seat. Mercy seat ikawekwa juu ya the Ark. After mercy seat imewekwa juu ya Ark, the cherubim of fires zikakuja zikaekwa kando, na his wings zikashika the mercy seat. And unajua God anasema nini hapo chini, the word of God in Exodus? Anasema, there in the mercy seat I will be meeting you. So God will always be meeting us at the mercy seat. So God is so merciful and so gracious. Mimi na wewe sasa tukikosana, maneno mengine yanaweza toka yenye haina neema, na hata tunaweza chukua muda sana kabla tu reconcile. But God, as much as God is angry, God is so merciful siku zote. And at the mercy seat anatumit kila siku. Amen. Yeah. Have you ever experienced a situation where it was kind of difficult and the Bible helped you out, or the word of God helped you out? Yes. It maybe guided you, encouraged you. Yes. What was that situation? Yeah, the situation is this. Ninasoma Biblia, ninaomba, na kitu naombea haifanyiki. Umwai, like at some point nilikuwa naombea mtu aokoke. Na huyo mtu unamwombea aokoke, asubuhi yake anapita mbele yako amelewa. Mpaka unajiuliza na umeomba kweli kweli, umelia the whole night. So unaanza kuwa na maswali. But kuna kitu the word inakuonyesha that all the promises zenye God anapeana yote lazima atafulfill. Yes and amen. Yeah, but one most important thing hata our parents wana miss today is that hii faith inaweza pelekwa downwards. Because saizi if your dad or your mother attribute hate kwako, unajua kuna this hate your mother, hate this aunt, hate this grandmother, love this one, love this one, hate this. Unapata you're preaching. Na you're preaching hatred. The kids wanna grow in hatred. Yeah. But the moment unaanza kupreach faith, na tumetumia that example ya Timothy, from the grandmother to the mother to the son now. Tumetumia that story tena ya Abraham and God. God anaona huyu mtu atakuwa mtu wangu. Siwezi mdanganya juu nataka watoto wake waende kwa hiyo njia. So pia sisi wenyewe tunakosea. Tunakosea sana wakati with what we preach. We can preach, wakati tuna preach faith itatusaidia. So in my situation unapata naombea huyu mtu lakini haokoki. Bado nasoma neno na naomba. But in the word of God, ukiangalia in Jeremiah 1:18, God anasema, I have made you today a fortified city, an iron pillar and a bronze wall. Yeah. So ukiangalia anasema they will come against you but they will not prevail, say the Lord God Almighty, for he will deliver you. So kila siku tuna believe na huyu mtu God ata mdeliver. So namuombea sana. Bado namuombea juu God mwenyewe anasema atamuokoa. Mungu mwenyewe atamuokoa. So si lose hope, but
you pray, you continue to pray, you live according to the word. Because itakuwa ngumu. Si kila mtu anahubiriwanga. Unajua kama hapa kanisani unajua ni hospitali. Na unajua hata saizi tukienda kwa hospitali, watu wana respond differently to treatment. Yeah. Kuna mtu ataenda apewe dawa meze ya pone. Kuna mtu atalazwa. Kuna mtu ataenda nini. Same way here. Kwa kanisa tunapata hivyo. Watu wana respond differently in treatment. But we still believe that God has saved. Because John 3:16, he came that no one will perish. Whoever believe in him will not perish. So we still believe. Hiyo ndio the hope. Bado tunafaa tukue nayo. That even today, Jesus still save. Mpaka leo, Jesus Christ ana save. So tunaendelea kuwaombea. Na also, kuna wakati by the way nilianza kuomba dangerous prayers. Dangerous prayers ni kama hizi. Unaombea mtu, Yesu sasa mimi nataka ukutane na mtu kwa ndoto. Umuokoe. Akiamka asubuhi aliokoka. Ameokoka. Ashtuke na ukolewe hata kwa ndoto. You start praying because unajua wakati una encounter Jesus, you have love for sinners. And so sometimes umepray baka imekuwa hiyo ngumu, sa you start praying those dangerous prayers. God encounter them. Patana na huyu mtu. Na unakumbuka hata kwa Biblia alipatana na Paul hadi akawa kipofu. Akamlima tu hapo. Akamlima. So sometimes we pray because kwa hii dunia maisha yetu ni kidogo sana. Maisha yetu ni kidogo sana. Na kuna two eternity. There's eternity in heaven, eternity in hell. And mtu mwenyewe anaenda hell na mtu mwenyewe anaenda heaven kwa sababu ya uamuzi wake. But also kuna kitu sisi kama believers, mimi na wewe tunakosea, hatuelewi hii kitu. Jesus Christ anasema, since the time of John the Baptist, the kingdom of heaven has been subjected to violence. And violence shall take it by faith, by force. So, Gidi, wewe unaamini tu Mungu ataokoa. But wewe umechukua step gani? Because Jesus anasema ni violence. Itakuwa taken by violence. And wakati Yesu alipaa mbinguni, watu wote wenye wamemwamini Yesu, we are seated with him in the heavenly realms. So all the powers, all the dominions, Jesus has overcome. And in Revelation, Jesus anasema, we shall overcome the serpent by his blood. By his blood. So tuko na hiyo power, but we are not praying for the lost. Hatuendei for those people wenye wame lost. Tunakaa tunaongoja Mungu aokoe. But ni vita. Ukiangalia Ephesians 6 from 10 to 18. Nani anaongelea? Paul anaongelea about vita ambayo tunapigana nayo. Anatuambia to put on full armor of the Lord. And one of that full armor of the Lord unapata ni the sword of spirits, which is the word of God. So tunafaa to put on this all the full armor. We need to pray for those people. As much tunafaa tuwafikie, we have to pray for them. Sometimes utaomba, unasikia amefanya hii, but we still believe Jesus Christ came to save all. And all. Usivunjike moyo. Usivunjike moyo. Just pray. Hiyo machozi unalia kila siku mbele za Mungu, hiyo kufunga na kuomba, Jesus will still save them. Amen. Bora usikae, usiache useme acha tukae. Nimechoka na umse simuombei tena. Ati ama si Mungu ndiye anaokoa. Ni kweli, ni Mungu anaokoa, but ametupea authorities. Mungu anasema in Romans, kuna kitu tunapenda kusema, Mungu ataokoa wale wenye yeye anataka. Ni kweli, but pia ametupea authority. The Great Commission, go out, make disciples. Na ku make disciples inaanzia hapo on our knees in prayers. Amen. Now, what is your favorite Bible verse? Oh, my favorite Bible verse. Naweza sema Bible book na pia Bible verse. Acts 1:8. What does it say? And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. I love that. And the book of Acts is my favorite Bible chapter. Book, in fact, it's a very good book. It's a very good book, and it inspires so much about building the church and reaching out. It's good. And also there's something else huwa tunamiss. Ukiangalia in Acts 1:4, Jesus Christ anasema, wait here, don't go alone.
So without the Holy Spirit nayo pia hatutaweza hata hiyo word. The power behind that word of God is the Holy Spirit. The Holy Spirit itakuwa ngumu. Na ukiangalia in First Thessalonians 1:5 Paul anasema hii neno letu halikukuja tu na maneno but it came with the Holy Spirit and power. Jesus Christ will depend on the Holy Spirit all throughout. So this word inakuja na power na Holy Spirit. So don't go alone. Ask the Lord for the Holy Spirit ata reveal this word of God to you. Tusikae bila power. Unakaje bila power. Now there is something very important you've talked about. Parents and passing down to their generations. The way parents pass down blessings and curses and even inheritance. Now how can the parents today pass down to their children Bible reading and the word of God and all this knowledge of the Lord? First of all, bring back family fellowship in our homes. Kila siku kukuwe na family fellowship. Maybe ikuwe before eating supper or after eating supper. We read the word together and we pray together. And ikuwe ina change. Even kids should read, should lead your session, should pray and should read the word. Iyo utapata how those kids wata grow in the word. But today if mtoto wako ata grow in remote and all kind of video games na grow kawa nje matusi zenye zinatokanga wakati mzazi amekasirika, ata grow with that bitterness. But wait first. How can we do family fellowship yet parents are no longer home nowadays? Tunafika nyumbani saa 4. Tunatoka asubuhi 6. Family fellowship tutafanya saa ngapi? I think the bigger picture hapa wazazi wanafaa kuelewa na si wazazi tu. Every human being. Kitu wanafaa kuelewa. Matthew 6:3. Seek the kingdom first. And all the other things will be added to you as well. Mimi naweza kuambia everyone is busy. Hata sasa mimi na wewe hapa tuko busy. Inafaa tukue mahali. But we are here. You can choose or set a time every day ya ku have that family fellowship. Wewe unaweza amua leo ukuwe na time yako ya kusoma Biblia. Ukuwe na time yako ya kuomba. So everyone is busy. So is the priority. If Jesus Christ is your priority, utaset your time. But if Jesus Christ is not your priority, then utakuwa na excuses. Utasema tu I'm busy, I can't make it work nini. But kama Yesu ako ndani yako na ni priority yako, uta create time. Because ukiangalia Eunice na Lois, it means hao walikuwa wazazi wazuri sana. Ikifika mpaka imefika kwa Timotheo, it was a very serious parenting. And I hope our parents nowadays could emulate that. Hiyo family fellowship itasaidia and also when we read the word together, nimesema the word ina speak, so itaanza kuspeak. When they pray together, wanaanza ku learn prayers up. And by the way, it's best if you bond with your kid kwa mambo ya kiungu kuliko mbond kwa matusi. Mtoto tu akuwa anajua mama yangu hata akiwa mahali asikie matusi fulani, that is my mom, that is my mom, hata mwezi niambia anything. Na hivyo ndio tuna miss it. But God is so faithful and God is so intentional. Kwa mtu mwenye atajia line mwenyewe. Kama hiyo familia ya Timothy, mimi inanifurahisha sana. Angalia familia ya Abraham. Mungu anasema huyu lazima nimwambie. Angalia Isaac. Abraham must have been God's buddy. Walikuwa marafiki sana. And kitu mimi nafurahia ni angalia God anasema I am the God of the living, the father of Abraham, Isaac and Jacob. So tukilida watu in the stages of the Lord. Angalia wakati Jacob anapeana blessings. Now anapeana curses. Alibless Judah. And today we have the line of Judah. That is Jesus Christ. So wakati tunafanya watoto wetu waende kwa njia za Mungu. Wacha tutumie example hapa in our church. And hatujauliza tutumie lakini wacha tutumie. We have our assistant Bishop Njogu. If assistant Bishop Njogu angekuwa anafanya family fellowship, angekuwa anafanya that family fellowship, teaching the kids to read
the word and pray, leo hatungekuwa na Paul. Yeah, very true. Hatungekuwa na Pastor Paul today. So ukiangalia kitu wenye tuna planned, God ana yeye mwenyewe anaifanya ikue. And there's a point wakati the church in Corinth walikuwa wanapigana, I follow Paul, I follow Cephas, I follow but Paul anasema sisi tu tulipeana neno, mwingine anapanda, mwingine anapalilia, but Mungu ndiye anafanya, Mungu ndiye anafanya ikue. So na hiyo ndio kazi yetu. Sisi tunapanda na kumwagia maji, Mungu anafanya ikue. If our assistant bishop ange brought up the kids and or the whole family in faith, hatungekuwa na Pastor Paul today. Yeah. Sure. Now, how can a young man develop a consistent Bible reading habit? Yeah. How can this youth, teenager, even parents, how can they develop this Bible reading? Like wakati mimi nilikuwa naanza that journey and I started with friend, tukakuwa tunasoma from Genesis to Revelation. Unajua wakati unaanza it's hard. And tulijiwekea target na tulikuwa na that reading program. I think ilikuwa 3 chapters a day. So you can plan yourself wewe mwenyewe. Unaweza amua kusoma zote asubuhi, unaweza amua kusoma 2 asubuhi, moja jioni. But sasa una make sure haumiss kusoma hizo hiyo a day, usimiss. And so hiyo habits ikakua. Baadaye tukaanza kujipata tunanunua notebook, even we are making notes. So the word started speaking to us. Baadaye kidogo unakaa hivi and someone ask a question, mali we meet a friend and nakumbuka I read this somewhere and you say and you realize now unaweka in practical, unaitumia sasa kwa field. God now is speaking through me kwa sababu pia nimekuwa intentional. Unajua tuna mistake Christianity. Unajua wakati mtu ameokolewa, before mtu hajaokolewa, hawezi work his faith. True. Because we are saved by grace through faith in Jesus. Hawezi work his faith. But wakati umeokolewa, Paul anasema work your faith. You must work your salvation. Lazima work out. Lazima utafute Mungu wako sasa vizuri, umjue ni nani. Because uko na that spirit of grace in you. At that point wakati uliokolewa. So you must know your God. And ukiangalia kuna prophecy in the book of Daniel 11, 32 and 33. Daniel anasema in the last days, wale watu wenye wanatenda dhambi, wataendelea kutenda dhambi, hawatajua nini inaendelea. Na ni ukweli, kuna watu wakati hiyo stature labda itakuwa raised in the Temple Mount pale Israel. And wanasema ni one world order. Kuna watu watatoka labda na mabango waseme haki yetu. Wataelewa ni nini inaendelea. But Daniel anasema kitu moja. But wale watu wenye wanamjua Mungu wao watacarry out great exploit. Na verse 33 anasema na wataokoa watu wengi sana. Hata kama kwa muda watauliwa kupitia sword, but they will save many. So the best thing saizi a young woman or a young man or all generation right now you can do to yourself, kama wewe umekubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, start building yourself in the word of God. Because hiyo time watu wengi wataelewa ni nini inafanyika. Watu watadhania tu ni normal, lazima tupigane. Na hii example tunaweza tumia wakati wa Esther na Mordekai. Wakati Haman alikuwa amedecree na order imeenda out, Jews wakuwe annihilated, umalizo yote. Esther na Mordekai walikuwa in a good position ya kuamka na mabango waandike Jews lives matter. But Jews lives matter. But hao watu kitu walifanya, walijua this was spiritual. And Esther ka declare 3-day fast. No food, no water. And God. Na leo acha nikwambie Gideon today, if we win the war in heaven, we will win the war here on earth. If today you are praying for a man mwenye amekuwa lost hapa on earth, anashindana na ulevi, anashindana na adultery, and you win the war in heaven, you will win him here on earth. Amen. Now, apart from consistency, what are other challenges yenye people do face ku study the Bible and putting the word into application or ku apply kwa maisha?
Ni challenges gani zingine watu waupitia? Yeah. So challenge yenye watu wanapitia ukiangalia tukirudi in Exodus wakati God anapeana laws. Hizo laws zote zilikuwa zina bring death. Kama wanasema ukipiga mama yako ama baba yako utakuwa put to death. Ukiua mtu pia unakuwa put to death unless haikuwa intentional. But unakuja unaangalia in Romans 8:1-3, but there's now no condemnation to those in Christ Jesus. Kwa sababu ile law ilikuwa ina bring kifo imefanywa perfect. Sasa Jesus Christ ana fulfill the law, but now in Christ Jesus there is a law of the Spirit that gives life. The old law ilikuwa ina bring death, but now in Christ Jesus kuna law of the Holy Spirit, the whole law of the Spirit ambayo ina bring life. Na ukiangalia kwa nini inakaa saa zingine ni ngumu, na ukiangalia the Pharisees na the Sadducees walikuwa against Jesus sana. Because ukiangalia on the Sermon on the Mount, hiyo ni chapter 5 to chapter 7. Jesus Christ kuna kitu alikuwa anasema, na ile pia upside down. Alisema, blessed are those who hunger, blessed are those who are pure in spirit, for they shall be filled. Na ukiangalia the Pharisees, hao ni watu walikuwa wanajua all the laws. Ni watu walikuwa big mind, great minds. But they were seeking. So Jesus Christ is bringing something new in our wase hawajui. Anasema you've heard it said long ago, a tooth for a tooth, an eye for an eye. But now I say, love the one who hate you and pray for the one who persecute you. Sasa unapatana na vitu kai kwa Biblia, it's very hard. Na ukiangalia maisha tunaishi saa hizi, wanakupersecute, wanakutesa, lakini sasa Jesus anasema love the one who hate you and pray for the one who persecute you. Hiyo mambo ya Yesu ni gori. Wana ukiangalia mambo ya Yesu ilikuwa inakaa gumu sana because how now love your enemy. Yes, you love yourself. Anyways, now consequences ya mambo ya hii mambo ya kurusha unarusha maneno tu carelessly bila kutaka kujua, considering Proverbs imesema kwamba there is power in what we say. Now what are the consequences of this using words carelessly? And most probably unaona watu wenye wanarusha mostly maneno carelessly. Ukipata wengi hawako rooted in the word. Because pale mwanzo tukianza, when you read the word, na tukatumia example ya John 15:3, you are already clean because of the word I have already spoken to you. The word itakuanza kucleanse. The word itakuosha vizuri sana. The process is painful, but the word itakuosha. Na utapata huyo mtu before aongee anafikiria sana. But wale watu sana wanarusha maneno, mostly kiangalia hawako rooted in the word. Na unajua ni possible because Paul anasema in Galatians 5:16, walk in the Holy Spirit and you will not fulfill the desires of the flesh. So the vice versa is true. Walk in the flesh and fulfill the desire of the flesh. What is the desire of the flesh? Inataka chakula tamtamu. Mambo ya dunia tu. Inataka mambo ya dunia. Inataka irespond emotion. Vanity. Gideon, umenitusi, tunamalizana hapa. Hatuendi mahali. Hizo ndio the desire of the flesh. But wakati una in the Holy Spirit, Gideon amenitusi lakini acha nisimjibu. Acha nimuombe. Na unapata hizi vitu zinakuwa hard. But our tongues pia iko na power, consequences. Kuna vitu tunasema na tunalaani. So I think tukisoma Biblia inatusaidia sana. Inatusaidia to live venye Mungu anafaa. So tukisoma Biblia itatusaidia kutame our tongues, tusikuwe tunasema anything just anyhow. Okay. Now how can I as a Christian, how can I use this word in the Bible to encourage others and strengthen others? Yes. Okay, by the way unaweza encourage. Kwanza in fact our young generation, hii yangu na wewe, the millennials, mimi ni millennial, wewe najua ni Gen Z. So the millennial nilisema nilikuwa namtetea TSC Old Testament, sasa ona. Leki mambo. Millennial, ukiangalia millennial na Gen Zs tunataka reality. Saizi wewe unataka reality. Unataka nikuambie there's hope and faith in the Lord. But wewe uoni? Auoni.
Wewe unataka saizi nikikwambia Gideon, kuna hope utapata kazi. Unataka hiyo kazi kuwe. Yeah. Sitaki promises. Au utaki hiyo promises, unataka hiyo kitu inafanyika saizo. And I will take you to the word of God. Wakati God alituma Moses na one important information. Akaambia Moses, ambia wana wa Israeli, I myself, God mwenyewe, I have visited them. Na akaona their affliction. So wakati unateseka, wakati unapitia hizo shida ngumu, God pia amekuvisit in those affliction. Is watching. Yeah, ana watch. Na aka promise atawadeliver. Na wacha nikwambie, God is so faithful. But sasa the problem is, wewe Gideon unataka God akuwe faithful kwako. Wewe yuko faithful to God. Hauombi, hausomi neno, wewe ndio unatusi watu. Maisha yako unaishi in adultery, unaishi hizo fornication. Yani maisha yako align to God. So alafu unataka God akuwe faithful. So hiyo pia itakuwa ngumu. But ukiangalia another example ya the man Noah. Noah alikuwa the pastor of righteousness na alifind favor in the eyes of the Lord. Na ukiangalia wakati mvua imenyesha for 40 days and 40 nights. In Genesis 8:1 Bible inasema and God remembered Noah. Unajua kwa nini? Unajua maji ilikaa kwa earth 150 more days. Hao watu unajua wako stuck inside. Saizi tuko na wewe hapa ndani kwa hii room. Nje kumenyesha. Tuko stuck. Hata tufungiwe siku moja ni ngori. Yeah. So unaona inakuwa ngumu. So these people walikuwa stuck inside. And the Bible inasema but God remembered Noah. Na kablew a wind na maji ikaanza kupunguka. So kwa hiyo affliction yote ni huko. Mimi naweza encourage a young man, a young woman out there. Get back to the word. Hizi premises zote zinafanyika. But also you must be faithful. Unajua tunataka the promises of Lord, but hatutaki to follow the commandment of God. Yeah. So wacha tukue faithful to God also, and God anatuona kwa hizo shida tunapitia. Yeah. Now this is a generation of which social media imejaa sana. Social media take over everywhere. Now tunaweza tumia aje kama Wakristo social media right now to spread the good news of the Lord, the word of God. The word of God. Yeah, tunaweza tumia social media, tunaweza saidia watu na Bible reading plan, of which inakuwa simple. Like kuna Bible reading plan ilikuwa naiona, reading the New Testament in 90 days. So hizo unapata hizo wamebreak hizo chapters zinakuwa kidogo. Unaweza pata una read 3 chapters daily, unaona. So ni wewe pia uko intentionally. Also right now, like in this show tunaweza unawasaidia. You tell them about the truth. Unajua the word of God ni living, ni powerful, na the word of God ndio ukweli. Tunaweza desire kufanya vitu mingi sana kwa hii dunia, but yote ni bure. So pia we have to understand as a young person up there and also in here. Tunafaa tuelewe kitu moja, ya kwamba bila the word of God hatuwezi jua Mungu wetu vizuri. Hatuwezi jua Mungu wetu anataka nini. And hizo ndio njia tuta encourage young men and women to read the word. Tuwape hizo material, the reading plan, and also we engage them directly. Like now kama mimi nafanya studies na wewe, nafaa nikuwe accountable to you, and you being accountable to me. Na hakikisha una read. Unajua itajulikana why? Because tukikuja discussion kama hujasoma itajulikana. Utakuwa tu very green. Utakuwa. And let me tell you, Holy Spirit anakuongoza wakati unakuwa intentional, na wakati unamwallow yeye akuongoze. Sasa unataka Holy Spirit akuzungumzie na usome Biblia. So unasikia saa hizi kuna so many denomination wanasema Mungu aliacha kuongea. But amsomi Biblia. Mungu anaongea. God still speak through his words. Na hiyo ndio manual yenye tutatumia. And nimekupea instance yenye pia mimi ilinipea challenge. It happened twice. Nimelala usiku and God give me this word. Colossians 2:5. Sikuwa nimewahi soma. Nakuja nikafungua Bible asubuhi. Colossians 2:5.
God gave me a word in Genesis 22, Genesis 22 na nasoma na napata Genesis 22:14 nasema on the mountain of the Lord it will be provided. So God still speaks through the word. Ni wewe uko intentional, uko faithful to God. Align yourself to the will of God. Okay. Yeah, because hata hii salvation, unajua kuna mtu anafosiwa, ni uamuzi wako. Yeah, Kabisa. ni uamuzi wako. So wewe ukiamua uokoke, usome Biblia, uishi katika neema. Wacha nikwambie, kama kuna mtu mwenye anaweza kusaidia kwa hii dunia mwenye Yesu alisema ataenda na sisi, ni Roho Mtakatifu. Na ata reveal all the mysteries hidden in this book. Leo kuna watu wanasoma the Bible in Hebrew, kuna watu wanasoma in Greek, but read the word in the Holy Spirit. Amen. Yeah, Amen. okay, read the word in the Holy Spirit. All the hidden, all the mysteries zitakuwa revealed to you. Yeah. Director Bedi, wache kusoma Biblia kwa kibukusu. Soma in the Holy Spirit. Now, kuna jamani, I've grown to fear him so much. James, nimerealize huyu msee alikuwa akiandika this word alikuwa na hit the nail on the head. Hakuwa anaficha. Yeah. Now there is something he said about being doers of the word and not just hearers of the word. Yeah. What can you say about that today? Yeah. James anasema tuwe the doers of the word. So ukiread the word inakuinstruct vile unafaa uishi. Yesu Kristo wakati alikuwa anaongea na Pita akimuuliza na nikikosewa na ndugu yangu inafaa nimsamehe mara ngapi? Na ukiangalia mara Yesu alisema ni like countless unlimited time. So ukiangalia hiyo ndio kitu ngumu. Sasa hizi mtu amekukosea unambeba sana. So unaona wewe unajua kwanza amenikosea mara ya kwanza nimemsamehe. Mimi sisi nimekoka nimemsamehe. Kesho tena arudi. Au msee amenizoea bwana. Tunaweza inuana vizuri sana. Sasa unaona hiyo ndio makosa. Sasa inafanya tunakosa kuwa the doers of the word. Paul anasema in Ephesians bear with one another. Kwa sababu sisi wote ni neema tu imetuokoa. Sisi wote tulikuwa watenda dhambi. Na ukiangalia ni the mercies of God ndio imetuokoa. So tunaweza wakati tunakuwa doers of the word ni kile unasoma. Fanya practical. Umesoma usibe. Umesoma usicommit adultery. Don't commit adultery. Jesus Christ amesema long ago ulisikia divorce your wife and give her the certificate of divorce. But Jesus Christ anasema leo ukimdivorce una commit adultery. Then don't divorce her. So ukiangalia being doers of the word ni kuishi. Because in fact ningetumia example but sasa huyo ni mtu mwenye ameokoka recently. Let me I'll not mention her name. Ako so close to me and my friends. So yeye anatuona tuna read Biblia and also tuna pray and we are having Bible studies. So the other day he gave her life to Christ. So pia the more tuna walk according to the word of God, the way living in a man of the word of God, tuna track watu wajokolewa. Our deeds preach. Unaona zina preach. And this person gave her life to Christ on Thursday. So unaona wakati tunakuwa those doers of the word, pia God is so faithful and so intentionally. Atawatumia tu nyinyi. But that is something not easy for the current generation, is it? Inawezekana. Okay, yes, inawezekana, but the scale of 1 to 10, how can you rate its difficulty? Ni difficult, but Biblia inasema where sins abound more, grace even abound more. Yeah, that is good. So ukiangalia sasa in your environment, kuna watu akikuona unafanya kitu fulani, atasumbuka sana, atajiona odd one out. So ataanza angalie. And unajua sisi ndio tunafaa tu minister. Yeah. Na Paul anasema tu minister pia na to walk in a life manner of the faith yenye tuna profess. Because unasema una profess Christianity na njia zako ni mbaya. So Paul anasema imitate me as I imitate Christ. So ukiangalia labda huyu mtu aliona sisi tuna imitate Christ, reading the word, praying together, doing like everything together. Na akaona mimi na maisha ya watu inakaa mzuri, mimi nataka Mungu wa watu. And the girl gave her life to Jesus. Yeah. Wow, I love that testimony. It's good to realize and to know that in this generation this thing can still happen. Yeah, because each generation ya sahi and
young people have tend to water down salvation and living in Christ as the thing of the old. Na wanaona sisi hiyo si mambo yetu. In fact, twende fellowship wanasema ai mambo ya wazae, it's not happening, you know. But it's very great to know that it still can happen. It can happen. Yeah, there are some happen. remnant. Yeah, there's a remnant. And I love that about God because Mungu anabakishanga. Anabakishanga. Anakuwaga na wao kila wakati. Yeah. You know, if you could encourage a young man today about and tell them about the power of the word of God, what would you have tell them? Yeah. Today, if I can, this is what I can tell a young man out there and a young woman, and also even our parents and our mothers, our fathers. Most of them hawako rooted in the word. Nitawaambia si lazima mtu akuwe amesoma kwanza. Yeah. Ukiangalia Yesu alisema the secret of the kingdom of God imekuwa hidden to the wise na ikakuwa revealed to the poor, the learned, the less fortunate. Ukiangalia, look at those guys. Angalia Peter, angalia James, angalia John, walikuwa fishermen, angalia Andrew. But ukiangalia after wamengojea Roho Mtakatifu, walienda out with power. Na ukiangalia wakati walikuwa brought before the Sanhedrin, unapata Peter alispeak in boldness. Yeah, they were fearless. Yeah, alikuwa fearless because the Holy Spirit of God was upon him. So leo you can be intentional. Mimi nitaku encourage, get back to the word. Soma hata kama uelewi. Siku hizi hata tunafaa tushukuru Mungu sana, Biblia imeandikwa mpaka na Kikuyu. Imeandikwa na Kiluya, imeandikwa na hizi local vernacular language. Local language hizi imeandikwa mpaka na Kiswahili. Read the word. And whenever you are reading the word, ask the Holy Spirit, help me. Reveal this word to me. Ata reveal. Ata kusaidia. Ata kuonyesha the hidden mysteries yenye imekuwa hidden in that word. Hata mimi saa zingine nakaanga hivi najilia nasema, this is not me. This is who is in me. Yeah. Ni the power of the Holy Spirit ndiye anatusaidia. So tunaweza have so many things, but tunahitaji hiyo Biblia sana. Tunahitaji hiyo word. Hatuhitaji tu Biblia ikuwe hapo. Inafaa ifunguliwe, isomwe. Na ni kila siku. Yeah. Ni kila siku. We need the word. Yeah. The word of God is new every day. Yeah. And that should call for us never to stop reading. Hata kama umesoma 100 times, when you still read John 3:16 today, and you have a different revelation. You'll read tomorrow, you'll have a different revelation. I love that about the word of God. Because now ukiangalia in Hebrews 12:14, nani the writer, the author anasema pursue peace with all men and holiness. Without it, no one will see the Lord. So Bible itakusaidia kupursue peace with all men. Bible itakusaidia kupursue holiness. Because without peace with all men, without holiness with all men, no one will see the Lord. Yeah. Okay. Tukimalizia, Daudi anasema ya kwamba nimeweka neno langu moyoni mwangu ili nisikutendee dhambi. That still happened to Jao. Yes. Yeah. Colossians inasema, I don't remember the verse, I think it's 3:16. Yeah, Colossians 3:16. The Bible say, may the word of God dwell richly in your heart. Yeah. So if the word of God will dwell richly in your heart, it will cause you to walk in stages of the Lord. So kumaanisha usiposoma neno kutenda dhambi itakuwa kwingi sana. Yeah. Okay. Ni ukweli. Hata ni ukweli. A man who prays and a man who read the word stops sinning. And a man who stops praying and a man who stops reading the word starts sinning. Yeah. So, friends, if you want to stop sinning, you've got the answer today. Just read the word. But kama unataka kuendelea kutenda dhambi, then ole wako. In fact, the word of God nasema kwamba the last days the sinners wataendelea tu kutenda dhambi. And it's not good for you because now we would like all to go to be with God in eternity. But now if we continue being like this, mambo yetu itakuwa ngumu kidogo. And I hope you get that. Now Jao, tunapomalizia, what is your parting shot today?
by putting short, life is short, and Jesus is the Lord. Jesus is the King of Kings, and Jesus is looking for a pure bride. So purification starts with reading the word and praying. For when he's coming back, he's coming for a pure bride. Be blessed. Amen. Amen. Thank you very much, Jao. Yeah. And now, friends, continue reading the word. Read it day and night. Do not cease, because it is new every day. And the Lord will give you revelations every day. And the best thing about it, you'll stop sinning. The best thing about it also, you will get to know more about God. You want to be intimate with God? You can't be without reading the word. Today, I'm encouraging us. Let us start today. You start one step at a time, and you'll find yourself that you're very comfortable reading the word of God, and the Lord will help you. First, the Spirit of the Lord will help you and guide you through reading this. Thank you for joining the Blast Show this week. I pray that the Lord may continue being with you and revealing to you everything that you desire and answering the questions that you've always desired from your heart. Today, as we depart, I'm just encouraging us. Remain in the Lord, remain in the Word, and be a doer of the Word of God. I have been your host, Kiprotich Gideon. Thank you, and see you again. Bye-bye.